side. Kufanya wanaharakati. We should not be there. Na utetezi wa kimwili. And we should not use our physical. Harakati za kanisa namba moja ni kuomba. And our strength is to pray. Kwa sababu hiyo ina matokeo makubwa sana. And that brings up great changes. Nakumbuka Watanzania mlioko hapa mtakumbuka kwamba huko ninapotokea kanda ya Ziwa. You who know me, you know I come from the area of Lake Victoria. Na katika kanda ya Ziwa tuna mkoa mmoja ambao wote mnaufahamu. And we have a region there where you Tanzanians, you know. Unajulikana kwa jina la kanda maalum. Kanda maalum. It is known as the special region. Katika mkoa ule, in that region, kila wilaya, each district, kamanda wa wilaya anaitwa ni kamanda wa mkoa. Each leader, kamanda wa the district commander has become the regional commander of police commander. Kwa hiyo sasa, kwa vile wilaya imekuzwa mpaka kuwa ngazi ya mkoa. So each region kind of gets up in the structure to be called the region. Kwa sababu kulikuwa na matatizo makubwa. Because of the problems that are there in that region. Kabila moja ina koo zake zilikuwa zinapigana sana. And the tribes, the people groups that were living there, they were fighting a lot. Serikali ikatumia mbinu zote ilizoweza. The government tried to do whatever they could do. Ikaunda kamati za usuluhishi. And made up committees for reconciliation. Ikaleta watu maarufu kusuluhisha migogoro hiyo. They brought in people to try to calm down the situation. Lakini mwisho wa siku, at the end, katika mji ninaotokea mimi kulikuwa na kamati ambayo iliundwa. In my place where I come from, there was a committee. Na kamati hii ilitokea kwa sababu ya mgogoro wa dini mbili. There was a committee that came in place because there was a conflict between two different religions. Na watu walikufa kwa sababu ya matatizo haya. And people were dying because of that. Na ikaundwa kamati inaitwa kamati ya viongozi ya dini ya amani. So there was a committee that brought together the leaders of the different religions so they can bring peace together. Na kamati hii ilimaliza matatizo kwa njia ya maombi. And that committee, they brought peace through prayers. Na kwa sababu hiyo basi ule mkoa wakaomba ile kamati iende ifanye maombi kwenye maeneo ya mapigano. And the regional leadership, they asked that committee to move around in different places. Wherever there was trouble, go there. Baada ya serikali kusema sasa imesalimu amri, haiwezi Because the kutatua. government could not do anything else. They asked that. Na hii kamati ikaenda kukaa kwa muda wa siku 5 tu. And that committee, they came to a place they were there just for 5 days. Ikazunguka kwenye hayo maeneo yote watu wakiomba Mungu. And they just walked around and prayed over the place. Na toka wakati ule, And since then, eneo hilo likatulia mpaka leo. it has been quiet until today. Kulikuwa na maeneo ambayo wafanyakazi hata wa serikali walikwenda kuripoti na kuondoka. There were places where the government officials, they went to the office, just reported, and then they ran away from there. Kwa sababu ya usalama wao. Because they didn't feel secure. Leo hii watu wanafanya shughuli za maendeleo. Today there's development. Na nimefurahi kuona hata juzi serikali imeidhinisha kujengwa kwa uwanja wa ndege wa kimataifa katika wilaya ya Serengeti. And now I know also that the government has decided to build an international airport in that place. Kwa hiyo amani ndio chimbuko la maendeleo yote. So peace is the foundation for all kinds of development. Kwa hiyo unaona kwa sababu gani maombi yanapofanyika yana uwezo wa kubadilisha mambo. So when we are praying, we can change things. Kwa hiyo sisi kama kanisa, So we as a church, kukutana kwetu iwe ni kwa saa moja, masaa mawili, masaa matatu, so when we come together, even so if it's 1 hour, 2 hours, 3 hours, kunatosha kuleta mapinduzi kwenye ulimwengu wa we roho. can bring in a revolution in the spiritual world. Kwa hiyo tuamini ya kwamba Mungu anaweza kutusaidia Let us believe that God can help us kufanya kitu kikubwa katika siku ya leo. to do something great today. Kwa hiyo nafasi ya kanisa katika kudumisha amani ni kubwa mno, So that the role of the church in bringing peace is great kwa njia ya kuomba Mungu. through prayers. Na mmeona kila mara And we've seen all the time mambo makubwa yanapotokea, when great things are happening. wanasiasa wanaanza nao wenyewe kuyatatua. Wanaanza kwanza wao kushughulika. Usually the politicians, they are trying themselves first. Lakini wakifika mwisho wa ujuzi wao, But when they come to the end of their capacity,
capacity. Wanaanza kusema mko wapi waombaji? They say, let us look for those intercessors. Tusisubiri kualikwa na wanasiasa. Let us not wait for their invitation. Sisi tutangulie mbele kabla Let yao. us go into that work Katika before they kuomba wait. Mungu ili mambo yaweze kuwa We mazuri. can pray to the Lord and bring peace. Lakini jukumu jingine la kanisa katika kuleta amani Another thing that the church is called to do ni kufanya upatanisho. is to do the work of Mara reconciliation. nyingi wanasiasa wanaleta migawanyiko mara kwa mara Many times politicians, they bring divisions katikati ya watu kwa sababu